mimi nikawa natamani aendelee kuzungumza kwa sababu nadhani ana hoja njema sana, lakini baadaye akaja ndugu yetu Dr. Migula ambaye na yeye ana hoja. Sasa wenye hoja wakipangwa vizuri, mambo yanakwenda vizuri sana. So kabla ya hapo President alikuwa anazungumza hapa na akajenga hoja, nafikiri ni hoja ya msingi sana ambayo inagusa kwenye fikra. Alizungumzia, alitumia neno fulani hivi ambalo lilikuwa linataka pawe na paradigm shift. Kuna kitu kinaitwa paradigm shift. Paradigm shift kwa Kiswahili chepesi ni mabadiliko ya fikra, mabadiliko ya mtazamo. Paradigm shift, mabadiliko ya fikra, mabadiliko ya mtazamo. Na kiongozi yeyote anayetaka nchi ibadilike lazima aende hapo. Tanzania iko hivi kwa sababu kuna tatizo kwenye fikra. Hawa viongozi kwa mfano, acha wananchi, maana ni pande zote. Hawa viongozi wa CCM wao watafanya hivi na watarithishana haya na matokeo yake yatakuwa haya. Maadamu uko CCM, kuna aina ya mtazamo, kuna aina ya falsafa mnayoifanyia kazi, na falsafa hiyo mnayoifanyia kazi mnarithishana kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Maadamu uko CCM, unafikiri hivyo. Sasa kama falsafa yenu ingekuwa ni nzuri, mnarithishana falsafa nzuri, tungejua ni nzuri kwa sababu nchi ingepata matokeo mazuri. Lakini kwa sababu falsafa yenu ni ya hovyo na ndiyo mnayorithishana, uhovyo hautaisha maadamu serikali ya Chama cha Mapinduzi iko kwenye madaraka. Kwa hiyo kama unatarajia nchi yetu chini ya serikali ya Chama cha Mapinduzi kuna kitu kitabadilika, hakuna kinachobadilika, kwa sababu wanatembea kwenye falsafa ile. Na Dr. Migula ameshangaa hapa kwa hoja, akimaanisha kwamba unawezaje ukaendelea kuwa kwenye Chama cha Mapinduzi wakati kinafanya ya kama haya. Kama kuna wakati ya hovyo yameshawahi kufanyika katika nchi yetu chini ya serikali ya Chama cha Mapinduzi, ni sasa. Unawezaje kuendelea kuwa kwenye chama hicho baada ya hovyo haya kutokea? Sasa kutarajia Chama cha Mapinduzi kubadilika, ngoja nirahisishe, haitakuja kutokea. Msabato akawaza kama Mkatoliki, Mkatoliki akawaza kama Mpentekoste, Mpentekoste akawaza kama Mluteri. Lakini inaweza ikatokea Msabato akajifunza kwa Mkatoliki akapata vitu vizuri kutoka Katoliki,
akajifunza kwa mlokole, akajifunza kwa mluteli, akaongeza na akaanza kubadilika. CCM wanadhania wanajua kila kitu. Anayejua huthibitisha kujua kwake kwa matokeo. Huwezi ukasema umesoma degree ya kilimo halafu shamba lako la nyanya ni hovyo. Wewe ulipewa makaratasi lakini hukupewa elimu. Ndio hoja aliyotuletea President. Kama hapata tokea badiliko katika fikra za Watanzania, Tanzania tabaki hivi. Ndugu yetu Furu amegusia kitu ambacho mimi nimekisema mara milioni moja kidogo, na hakibadiliki, hakitabadilika. Nimesema nini? Nimesema hivi: nothing can happen without leadership. Rafiki yangu Abiudi anakwambia utake ndio hivyo hivyo, usitake ndio hivyo hivyo. Nothing can happen without leadership. Hata kwa Mungu, wa Kristo watanielewa haraka. Mungu Baba anasema, Mungu Mwana anaenda kutekeleza, Roho Mtakatifu anadhihirisha kilichotekelezwa na Mungu Mwana baada ya Mungu Baba kusema. Hoja hiyo kwa wakati mwingine. Nothing can happen without leadership. Nothing. Maguru wa uongozi wanakuambia everything rises or falls depending on leadership. Lakini nakwambia pia si tu kwamba nothing can happen without leadership. Nimekuambia nothing can change without leadership. Nimekuambia nothing can develop without leadership. Nimekuambia nothing can advance without leadership. Nimekuambia nothing can succeed without leadership. Na nimekuambia nothing can be corrected without leadership. Nothing. Sasa either unasikia au usikii, sio tatizo, sio tatizo. Sheria zilizopo either unazijua au huzijui, zenyewe zinafanya kazi na wewe utapata matokeo yake. Ukienda kinyume na sheria yeyote, either unaijua au huijui, utapata matokeo. Mfano, sheria ya afya lazima unywe maji. Uweze kusema mimi bwana maji sinywi, mimi nakunywaga bia, nakunywaga soda, nakunywaga juice, mimi mambo ya maji sinywi maji. Okay. Unakwenda kinyume na sheria ya afya, matokeo yake utayapata. It is just a matter of time. Unaweza kasifiwa na watu kwamba huyu jamaa huyu bwana hanywagi maji, huyu bwana huyu maji hanywi huyu. It's okay. Umeviolate sheria ya afya, baada ya muda matokeo utayapata, utake usitake. Asa nchi yetu, ndugu zanguni, hao viongozi hao wa Chama cha Mapinduzi hao, mimi wakati mwingine naonea huruma. Kwa sababu gani? Kwa sababu ninajua kitu kimoja, kwamba huwezi ukatoa kitu ambacho huna. Kuna wakati hawafanyi ipasavyo kufanyika, kwa sababu si kwamba hawataki, hawajui. Wakati mwingine hawajui.
Huwezi ukajua kutengeneza mambo fulani fulani halafu usiyatengeneze. Mfano, huwezi ukajua kutengeneza elimu halafu usitengeneze, halafu elimu izidi kuwa mbaya. Huwezi ukajua kutengeneza masuala ya nishati, masuala ya umeme, halafu usitengeneze, watu wana shida ya umeme. Huwezi ukajua kuwa na maji safi na salama katika nchi halafu usitengeneze, afu maji watu wanakosa maji. Wakati mwingine hawafanyi kwa sababu hawajui. Huwezi ukatoa kitu ambacho huna. Kwa tuna watu ambao wapo katika nafasi katika nchi wasiokuwa na uwezo. Sasa kama hayana uwezo, tunayategemeaje afanye vizuri? Yesu kuna uwezo, yeye ndakaye yafukuzwe. Hayana uwezo. Yamepeana nafasi kwa sababu ya kujuana kishabiki. Hayana vision ya kuendeleza nchi, yana vision ya kuiba, yajinufaishe yenyewe. Hata kama ukifa tukifa, yenyewe hayajali. Nasema haya kwa kufanya ukasirike ili maandamano yaendelee. Kwa nini? Ni kwa sababu mambo hayajileti yenyewe, bali mambo husababishwa kutokea. Nimeongea miaka yote na nitaongea miaka yote, haibadiliki. Ndio maana mmekazana hapa, tumepiga kampeni, Sabasaba watu watoke, mmezungumza. Matokeo ni yale ambayo yameonekana. Nchi imesimama. Haikusimama tu, ni kwa sababu kuna watu mmesababisha itoke. Kwa mantiki hiyo, safari moja ya mafanikio ianzishe safari nyingine ya mafanikio. Kwa sababu lazima ujiulize swali, unachotaka ni nini? Na hicho unachokitaka usipoe mpaka umekipata, unless hujajua unachotaka. Lazima ujihoji swali, unataka nini? Yesu akamkuta mtu kipofu, anamuona kipofu, bado anamuuliza unataka nini? Kwa sababu sometimes kuna wakati mwingine unaweza kumuona mtu wewe unaona ana matatizo, wewe ndio unavomuona, na unaweza kutoka pale kwenda kujaribu kumsaidia, kumletea, kumtoa katika shida, kumbe wakati yao ni shida. Yeye ni shida, ila wewe unaona ana shida. Yeye katosheka. Akamuuliza unataka nini? Kipofu akasema nataka kuona. Yesu akasema upewe kuona. Unapewa kile unachotaka. Kipofu mwingine amekaa kando ya barabara, akasikia makelele. Akauliza jamani, nani huyo? Akamwambia Yesu anapita. Akashangaa sauti za makelele zinaongezeka, akajua Yesu amekaribia hapa. Yesu kafika hapa, akapaza sauti, Yesu unirehemu. Wakamwambia nyamaza wewe, nyamaza. Nampigia kelele, Yesu unirehemu. Nyamaza, Yesu unirehemu. Alizidi kung'ang'ana, alizidi kupersist, kwa sababu kuna kitu alichokuwa anakitaka. Yesu akasimama, akawaambia wale watu waliokuwa wanamzuia,
asipaze sauti, akamwambia mleteni huyu. Wakaenda wale waliokuwa wanamzuia, wakaenda wakamwambia bwana mkubwa anakuita. Kwa nini waliokuwa wanamzuia sasa wanamuita? Ni kwa sababu alijua anachotaka na aling'ang'ana. Ukijua unachotaka, hakuna upinzani utakao kusimamisha mpaka upate unachotaka. Lazima kujihoji swali, na Watanzania wajihoji swali, either wako ground au nje ya ground. Tunataka nini hasa? Tunataka nini? Tunataka nini hasa? Je, tumekipata? Vipofu wote hawakukubali kunyamaza mpaka walipopata kuona. Sasa sisi wanaweza wakafanya michezo yao namna hii, wanazuia baadaye ili mchoke. Sikiliza Mtanzania, hakuna kuchoka. Maandamano ya kwanza yakapata matokeo yanayopata. Maandamano hayo yakishafika hapo, yamefika, akili yako inasema yale yamekwisha kupita, ninapanga mengine mpaka upate kile unachokitaka. Unless you are serious, bora usingeanza kuandamana. Lakini nashawishika kuamini kwamba Watanzania wanajua wanachotaka. Ndugu zanguni, chini ya hawa CCM, hawa kwani mimi sikuambia kule jinsi wanavyotuona hawa CCM? Hawatuoni kama raia, wanatuona kama watumwa, na mtumwa hana haki. Hata akiuliwa, hakuna chombo cha dola kinafanya upelelezi na uchunguzi. Vyombo vya dola hufanya upelelezi na uchunguzi kama aliyeuawa ni raia. Nimewaambia for more than 5 years. I've been repeating myself. Hawatuoni kama raia, wanatuona sisi ni watumwa. We are just slaves in our own country. They don't see us as citizens of the land. Ndio maana wanaweza kutupiga marisasi tani yao na hakuna uchunguzi unaofanyika. Kuna wakati lazima tujitambue, tujue wanavyotuona, itusababishie hasira isiyokuwa na kikomo mpaka tupate tunachokitaka. Tunataka uraia wetu. We are not slaves in Tanganyika. No, are we slaves in Tanzania? Sasa hii inakuja kwenye mabadiliko ya fikra. Paradigm shift. Kama mtu kama mzee Fumbua Macho anashangaa sana anaposikia rais ametoa hela za kujenga barabara, rais ametoa hela za kujenga vituo vya maji, rais amefanya hivi, ametoa ambulance. Rais hana hela. Hakuna kitu ambacho rais anajenga. Na yeye anatakiwa kuwa wa kwanza kujua huu ukweli. Na kwamba ikitokea raia wanasema rais amefanya kitu fulani, anawazuia, anawaambia hapana, mimi sijafanya. Nimeruhusu kifanyike, mimi sijafanya. Kilichofanya ni hela zenu wenyewe. Na anasikia fahari kuongea hiki ninachozungumza. Lakini tuna majitu ambayo fikra zao zimekwisha kuharibiwa
kama vile ambavyo amezungumza hapa ndugu yetu President. Wanamsifia rais kwa kufanya kitu fulani, hajafanya kitu. Hana hela ya kufanya chochote katika nchi yetu. Lakini sasa tumechezewa katika fikra. Akitoa hela kwenye michezo wanasema mama katoa hela. Hana hela. Na kujua hana hela, wewe subiria. Atakapokuwa yupo katika nafasi hiyo, hautasikia tena ametoa hela. Leo unasikia urais ametoa hela fulani, kanisa fulani, dhehebu fulani, msikiti fulani, hivi. Hana hela. Ndio sababu akishatoka katika nafasi hiyo, hautasikia tena amechangia msikiti wala kanisa. Kama unabisha, kamuulize Kikwete. Sasa unampa mtu sifa ambazo siweza kwake. Ndio maana kuna ujinga wa miaka yote. Unasikia sisi ndio chama tawala, si ndio chama tawala. Tukitaka maendeleo sehemu fulani yaje, yanakuja. Kama tutaki hayaji. Pumbavu. CCM hamna hela. Sio hela zenu. Hawana hela hawa. Ni hela zako wewe Mtanzania. Ni hela zetu. Mabadiliko ya fikra. Na hii ndio alizungumza Jesus. Ukitaka kujua kiongozi mzuri, tafuta ujumbe wake wa kwanza baada ya kupata nafasi, alizungumza kitu gani. Mimi ndio maana naambia baba mimi ni fulani, nakwambia okay, kiongozi wako nani? Fulani, naambia okay, ujumbe wake wa kwanza ulikuwa nini? Mimi Yahudi, mimi Buddha, mimi Shinto, mimi Confucius, mimi Islam. All right. Niambie kiongozi wako nani? Ujumbe wake wa kwanza ulikuwa nini? Nikupe ujumbe wa kwanza wa Jesus Christ. Mathayo sura ya 4 mstari wa 17. Siongei kukufanya uwe Mkristo, naongea kukufunua macho ujue principles ambazo hazibadiliki. Inasema from that time Jesus began to preach, saying, change your mind, for another government has arrived. Wow. Kuanzia wakati huo, Mathayo 4:17, kuanzia wakati huo Yesu alianza kuhubiri. Na kuhubiri sio neno la kidini. Alianza kutangaza. From that time Jesus began to preach. He began to announce, to declare, saying, repent. Repent sio neno la kidini. Repent maana yake change your mind. Change the way you think. Because the kingdom of God has arrived. In other words, another kingdom, another government has come. Change your mind inafanyika vizuri kama CCM watakuwa hawapo. Unisikie vizuri ndugu yangu. Leo tuna ujinga kwenye bunge, tuna ujinga kwenye mahakama. Why? Kwa sababu ujinga ule ndio mindset ya Chama cha Mapinduzi. Narudia tena pale. Leo tuna ujinga kwenye bunge. Wabunge wanaenda bungeni kwenda kuwawakilisha wananchi waliowapa nafasi ya kuwa wabunge. Badala yake wanakwenda bungeni kwenda kumtetea Samia. Ni filosofi ya Chama cha Mapinduzi. Usipofanya hivyo wanakufukuza kwenye chama chao na unakosa ubunge. Na kwa sababu ya njaa lazima ukubaliane nao. Sasa hiyo haitabadilika. Ili ibadilike, another government must arrive. Change the way you think. A change of thinking is triggered by another government.
Lakini kama tumechagua kuruhusu CCM wawepo, mimi nawaambia hivi ndugu zanguni, ni haya nikwambia, tuna hali ngumu sana ndugu zangu. Sasa unaona, nakusomea maneno ya Mungu si kufanya uwe Mkristo, na kusomea kukupa principle ya kukusaidia kuona ukweli, uone relevance ya kile Mungu anasema. Ndio maana Mungu anasema haki huinua taifa. Full stop. Haki ndio inainua taifa. Ukipoteza haki kwenye taifa, nchi imekwisha. Mimi siongei haki kwa sababu imesoma kwenye katiba, nazungumza haki kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema. Kwa hiyo hata kama katiba isingezungumza, mimi ningeongea haki. Mpaka Mungu anasema justice, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. Tanzania haitastawi kwa sababu tuna Tanzanite. Kwa nini Tanzania ndio inatoa Tanzanite lakini haiuzi Tanzanite kwenye soko la dunia kuliko nchi yote? Kwa sababu hakuna haki. It's a fact. Ungetarajia Tanzania ndio nchi inayouza katika soko la dunia Tanzanite kuliko nchi nyingine, lakini haiko hivyo. Wakaenda wakajenga mpaka ukuta, wakaweka na wanajeshi kulinda Tanzanite, lakini bado Tanzanite inatoka, haiuzwi na Watanzania na haitauzwa mpaka haki, na haki haipo. Lini mara ya mwisho umesikia kauli ya Chama cha Mapinduzi, au lini mara ya mwisho umemsikia Samia akihutubia taifa kwa habari ya haki ya nchi? Kama haki haiwezi kuonekana ndani ya mkuu wa nchi, haki hiyo haiwezi kuonekana ndani ya viongozi wengine waandamizi. Pojaga Magembe Wanangikuru. So ni muhimu sana maneno haya yatukasirishe, tujue hivi, maadam CCM wapo katika nafasi yao, Tanzania itazidi kuharibikiwa, and this is a fact. Kwa sababu falsafa ya Chama cha Mapinduzi ni kuibia taifa, ya kwamba kila mtu akipata nafasi atumie nafasi yake kwa ajili ya wizi. Juzi mmemsikia mwenyewe, unajua ni rafiki yangu Makonda, anakuambia bana, mnapiga kelele kwa habari ya Arusha kwa sababu hamko jikoni, lakini mkishaingia jikoni huko hamtapiga kelele tena. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi ni kwamba Chama cha Mapinduzi kinakumbatia rushwa. Ukishakumbatia rushwa, nchi haitakuwa na haki forever. Je, Tanzania mwenzangu, nimalizie kwa salamu hizo. Uko tayari tubakie hapa hapa? Uko tayari? Hivyo umekasirika kweli? Wao wamekasirika. Ndio maana ikitokezea tu unaongea kama hivyo, wakikupata wanakufira, wakikata wanakuua, wanathibitisha hasira yao kwa matendo yao. Wewe umekasirika kweli? Mbona hasira yako hatuioni? Critical thinker, gospel ambassador, mzee wa fumbua macho, anko mafanikio, engineer submarine, mwana wa Afrika, mwana wa East Africa. Pojaga Magembe Wanangikuru. Agaya Bangladesh. Paradigm shift, badiliko la fikra, ndio mwarobaini wa Tanganyika. Shukran. Moja ya sababu za kuandamana ni kumtoa Lissu. Sasa tunapo hoji kwamba okay, yes, mimi nafahamu kuna kipindi nilikuwa mtetezi nikasema jamani, tusiwashirikishe sana Chadema kwenye kudemand haya tunayoyafanya, nikiamini kwamba na wana Chadema mnaokaa hapa mnaenda kudemand the same katika makundi yenu ya chama. Jamani, tarehe 7 wanatoka na sisi tunatoka kwenda kumdai Tundu Lissu.
Lakini kwa vile watu wamekuwa condition ndani ya Chadema kwamba huwezi ukafanya maamuzi, huwezi ukatoa wazo mpaka litoke kwa viongozi baada ya kukaa kwenye kamati kuu, kwa sababu sisi tunaendeshwa kama chama. Na hiyo ndio shida, mnawabebesha mzigo wana viongozi, na mimi nawaonea huruma sana kina Heche. Mimi siamini leo hii Heche anaweza akakamatwa na kuchukuliwa kwenye umati wa watu 100,000 na hakuna mtu atakaye kwenda kuzuia. Naamini hiyo. Naamini kabisa wana Chadema waliokwenda kusikiliza mkutano, Heche atakuja kunyakuliwa na watu wasiokuwa na sare. Tutatoa simu zetu na kurekodi. Na hiyo mzigo anapewa Heche. Lakini mngeonyesha hasira Tanzania wameiona Chadema ndo chama cha siasa ambacho kipo Tanzania leo, kinaweza kikashirikiana nao wakatoka hapa walipo kwenda kwenye hatua nyingine. Na siku wa Tanzania ama watu wakiacha kudimandi leadership kutoka kwenye hiki chama ambacho wana matumaini nacho, kutokuwa kuna shida. Na ukiwa kiongozi, watu wako wakawa na demand more from you, that means wanakuamini. Maanake hao watu wanakuamini. Na kiongozi bora anatokana na wananchi wanaojielewa. Mimi ni mwana Chadema, ninataka Chadema kionyeshe leadership kwenye haya mapambano. Tundu Antipas Lissu ni mwenyekiti wa Chadema, kaenda jela bila kosa. The only way Tundu atatoka ni kwa nguvu ya umma, na ni lazima viongozi wa Chadema popote walipo waiongoze hii nguvu ya umma. Tulilia na viongozi wa dini, tulilia sana na viongozi wa dini. Na viongozi wa dini kuna wakati baadhi ama wote walikuwa wako nyuma, walivyoanza kutekwa, kupigwa nyundo, wengi sasa hivi wako na sisi. Hakuna harakati duniani hazina viongozi. Hazipo. Hii biashara watu wanasema wananchi waende. Ndugu zangu, historia hii tusitumie. Hakuna sehemu yoyote duniani haikuwa na viongozi kwenye kutafuta ukombozi. South Africa alikuwepo Mandela, walikuwa kina Biko. Marekani walikuwepo kina Martin Luther King, walikuwepo kina Malcolm X. Hata uhuru, wakati enzi za uhuru walikuwepo kina Kenyatta, kina Nyerere. Hakuna movement inaweza ikapata mafanikio
kama behind hakuna strong leaders. Haipo. Na hakuna viongozi wanakuwa majasiri kama hawasukumwi na watu majasiri. Hivyo vitu vitokee hivi hivi. Bishop Mpemba anasema kila kitu kwenye dunia kinasababishwa. Tunataka harakati hizi ziongozwe, tuone viongozi wa dini wakiwa mbele, wanawaambia waumini wao tunaenda barabarani kwa sababu tumechoka. Tunataka tuone mashehe, tunataka tuone mapadri, tunataka tuone wachungaji, tunataka tuone maskofu, tunataka tuone viongozi wa vyama vya siasa. Huyu kiongozi wa chama cha siasa kwenye nyakati hizi, afu ukasema unaogopa nini? Hii ngoma tayari ni mbaya. Hii tayari ni mbaya. Hii ina jela, hii ina risasi. There is danger, yes. Hii swala la kusema tusizani kwamba tutatoka hapa tulipo kwa kuogopa hatari. Hatari ipo tayari. Ukiongea hapa tayari umeingia kwenye hatari. Umeshaingia kwenye. Sasa tukianza kusema anajua hatari. Nani ana hatari? Ni nani hayupo kwenye hatari leo Tanzania? Ni nani? Yule mtoto mwenye miezi 6 miezi 8 alipigwa risasi kama mgongoni kwa mama yake? Ama yule mtu alikuwa akapigwa risasi ya mgongo akafa? Ama mtu alikuwa anaenda mahakamani kuangalia kesi akapigwa marungu? Au wanaofukuzwa kazi? Kuna watu wanafukuzwa kazi as we speak kwa sababu tu wanapinga mambo mabaya ya hii serikali. Tukianza kufundishana kuogopa, leo nikiongea na marafiki zangu wengi walioko kwenye mfumo, kila mtu anasema anaogopa. Yaani unajua tuweze kusema kwa sababu tutauawa. Hatuwezi kufanya chochote kwa sababu tutatekwa. Bado narudia mfano wa jeshi. Mtoto mdogo anachukuliwa anaenda jeshini, anafundishwa kubeba silaha, anaenda vitani akijua kuna mawili. It's a choice. Kuna kufa kwenye vita au kuna kupona, kuna kushindwa na kuna kushinda. Na kila siku karibu kila nchi kuna wanajeshi vijana wapya wanajisajili na jeshi kwa ajili ya kutetea nchi zao. Utapigwa shoti ya vidole. Watakukatakata, wanakuambia ukikukamata wanakuambia kabisa watakukatakata mdogo mdogo mpaka umalizike. Tukihubiri woga, tunataka nani akafe? Millions wa Tanzania wameteswa, wametekwa, wamefirwa, wameuawa. Tutalindana wote baada ya wote kuwajibika. Na namna pekee ya kulindana ni kila mtu hamasishe nguvu ya umma ifanye kazi. Sasa kama wewe unaongoza watu, unashindwa kukwambia wao watu hapa, namna pekee ya kutoka kwenye haya mambo ni nguvu ya umma, wote tuingie barabarani. Nani aseme sasa? Kila mmoja afanye wajibu wake na kila mmoja be pushed. Hatutoki hapa tulipo kama tunaanza kuwa waoga. Na hatuwezi kumuvu kama tuna makamanda waoga. Haiwezekani. Lissu angekuwa muoga, sasa hivi angekuwa huko Belgiji anaangalia game. Ama angekuwa Marekani hapa naye anaangalia mpira na watoto wake. Please. Nilikuwa naomba kuna Dr. Patrick hapa. Nafikiri nimemuona hapa. Kuna kitu nataka kusikia kutoka kwa Dr. Patrick. Mwache kwanza amalizie. Dr. Patrick ataongea. Yes, tafadhali. Unapenda kuingilia mtu anaongea bwana. Watu kwa wengi hapa tutakuwa na subira.
acheni ujuaji basi. Kama mtu anaongea usimwachie mic. Mwache aongea, kimaliza atamkaribisha mwingine bwana. Acheni uuni bwana. Endelea. Ya amenitoa kwenye Dr. Patrick, naona umeomba jamaa kanifanyia ile nini taarifa, hata sijui nilikuwa wapi, yani kanichomoa kwenye upako. Dr. Patrick umeomba uonge, sijui I don't know. Hapa yuko. Ingeambiki mic tu na kuwe mnajua. Labda nikutumia message tu. So hata asemewe na mtu. Dr. Pat mtu mwenye labda mshamba eti kasiji 6 au 7 na vile vile katika kuongea mambo ya siasa. Wewe kama ni mwanamke au mwanamume, wewe unaitwa Brianna, mimi katika kuongea kwenye social media naongea sana kwenye Voice of America, kwenye sijui inaitwa DW ya Ujerumani, BBC Swahili English, mpaka Voice of America English, na local za Marekani nipo, lakini naongea lugha zote mbili zinazoziongea Kiswahili na lugha naita mabeberu Brianna. Haya, katika siasa Brianna sijaanza leo wala juzi. I was born in there in politics. Na kwa kifupi, ukombozi wa kusini mwa Afrika ulianzishwa na watu 5 ambao hawapo katika historia ya Tanzania, bali nyinyi mnaambiwa ni Nyerere na Kawawa. Anyway, turudi katika mazungumzo haya. Kwa hiyo Brianna ni mwanamume. Sinomani nilisema kwamba siku hizi huwezi kumjua mwanamume ni nani na mwanamke ni nani. Anyway, sasa nilikuwa nasikiliza ibada kutoka kwenye homa kali kulikweli ya Egypt na Argentina, na kuna tatizo kubwa sana la kutokuwepo na leadership. Nilizungumza kama miaka wakati Mbowe yuko ndani, wakati ni mwenyekiti wa Chadema wakati ule, nikazungumza kwamba katika mapambano ya kupigania civil rights hapa Marekani pamoja na human rights yalikuwa yakifanyika miaka ya 1950 hapa Marekani, Martin Luther King, nitafupisha jina lake, ni MLK Jr. na wenzake, hapo peke yake, walianzisha kitu kinaitwa Coalition of Leadership katika kupigania democracy, human rights and civil rights. Baada ya kufikia mwaka 1900 na walipigana kwelikweli, waliuawa kwelikweli, waliumwa na mbwa kwelikweli, walipigwa na maji ya washawasha kwelikweli. Na yeye MLK huyu hakusurvive, alipigwa risasi moja akiwa katika balcony ya motel. Sio hotel, motel. Kuna tofauti kati ya motel na hotel. Alikuwa kwenye motel Memphis, Tennessee. Lakini sasa, kabla hajapigwa hiyo risasi moja, waliweza kuleta mafanikio makubwa kwelikweli hapa Marekani. Waliweza kupasisha sheria 2 kubwa kwelikweli. Moja ilikuwa ni rights to vote ya people of color, na ku end segregation ambayo ilikuwa ikiendelea hapa katika masuala ya human rights and civil rights. Na walikuwa na hii bill au hii sheria ilikuwa inaitwa accommodation, sijui na bla bla bla, kwa lugha zingine zinaendelea. Unaweza mkaenda mkaangalia, kuna ChatGPT sasa hivi.
Sasa kwa nini nimeanza hivyo? Toka tumeanza haya mapambano haya, hii nchi ya Tanzania hakuna coalition of leadership ya ukweli ambayo inaongoza wananchi katika haya mapambano. Hata tukirudi nyuma jamani, ndugu zangu, wakina Martin Luther King walikuwa wakipata matatizo haya haya kama yanaendelea Tanzania, ya baadhi ya watu ambao walikuwa na access kidogo tu ya tukazi. Nimezungumza mimi hapo, walikuwa na tukazi twao, walikuwa na tugari, wanaishi kwenye apartment au nyumba nzuri. Wao walikuwa wanasema hawataki kuingizwa katika matatizo, na wengi wao walikuwa wanaishi katika hii miji mikubwa mikubwa hii hapa Marekani, Chicago, New York, sijui California. Walikuwa hawezi kuwatoa, walikuwa hawezi kutoka. Nimezungumza sana mimi miaka ya nyuma hapa, watu walikuwa wanielewi. Sasa relevance ya South Carolina, Georgia, Alabama, Mississippi, Kentucky, Louisiana, kuna nyingine yote fuwi nimesahau. Hizi Southern Eastern States. Mazitaje karibu zote. Ushenzi hautofautiani na ushenzi unaofanywa na Chama cha Mapinduzi sasa hivi. Walikuwa watu wanatekwa, watu walikuwa wananyongwa, wanapigwa risasi, kulikuwa hakuna ajira, walikuwa hawana maji safi na salama kama mlikuwa mjui, walikuwa hawana umeme, walikuwa maskini kweli kama Watanzania wa leo sasa hivi wanaoishi mjini na hata vijijini. Hakuna tofauti yoyote. Lakini kitu ambacho walikuwa nacho, ambacho nimewasikilizeni sana hapa mimi, kinarudi kule kule, coalition of leadership, lack of coalition of leadership. Nitaambieni kwa nini. Observation zangu mimi ambazo nimeziona, niliwaambieni kwamba hata mzee Warioba, I don't trust him. Ni mtafikiria ni mwenzetu. He is not upande wetu. Hayupo kwenye upande wa Tanzania. Anakuja tu anaongea, anarusha sound bites, mnazisikia hizi interview, mnasisimka, lakini hayuko upande wetu. Hawezi kuongea kama mimi ninavyoongea hivi. Ndio maana aliulizwa swali, mbona bado huko CCM? Akasema CCM yeye ni imani. Sasa mimi nikasema maybe I am fucking crazy mimi Patrick. Mimi nitaaminiji kitu for example, nitaaminiji organization au political party ambayo inateka, inatesa, inafira, inaua na inaiba uchaguzi? Alafu bado ninganganie kulafu sisi tuseme yule ni mwenzetu. Pili, mtanisamee wa Katoliki sana sana sana, nimeomba sana hii nisiseme hapa nikaonekana labda niko wrong. Kitima huyu Father Kitima kweli kama there's nothing going on in Tanzania. Walioba na hivyo apiga picha na nani na Nchimbi, wanafurahi kweli. Hakuna seriousness yoyote ya kuonyesha uchungu wa wale ambao mimi jana nimewaita hapa, wale watoto wale kama ni heroes, na nikawafananisha na nani? Nikawafananisha na Hector Pearson aliyeuawa South Africa, mtoto miaka 12, June 16, 1976, ambao walikwenda kuandamana. Na leo hii South Africa, June 16 ni Youth Day ya kusherehekea mauaji au masaka ya Soweto. Picha sasa hivi tunasema infographic inaeleza vizuri kweli kuliko maneno. Ukipiga picha na Nchimbi mnafurahi kweli,
na ukapiga picha na Zungu, spika wa bunge, mnacheka kweli kweli. There's something wrong with those two pictures. We are demanding maelezo kutoka kwao. Kwanza, hakuna taarifa yoyote ambayo tunaambiwa waliongea kitu gani. Wote wawili, Warioba na nani na Zungu. Sasa kukosekana kwa coalition of leadership, tunawabebesha mzigo Chadema bila hata sisi wenyewe kujua. Na huu mzigo ni mzito kweli, kama walivyobeba kina Martin Luther King na wenzake wale 7. Kuna siku nitakuja nitawatajieni majina wao wote, very very famous people walikuwa. Martin Luther King hakuongoza mapambano peke yake, kulikuwepo na coalition of leadership ambayo ndio haipo Tanzania hii tunapozungumza sasa hivi. Lissu yuko jela, Heche anazunguka mwenyewe na chama chake cha maendeleo sijui na nini, demokrasia. Zito naye anatoa matamko. Chauma nao wataongea vyao. Sheubwabwa sijui nani wataongea. It's a fucking confused. Kana kwamba hawa watu hawasomi na kuangalia review of literature ya mapambano yamefanyika vipi siku za nyuma kabla ya wao. Hizi social media hizi tunazozitumia kabla hazijawa developed, watu wameangalia kabla ya hizi application kuna kitu gani kilifanyika, wakamimic. Pioneer wa hizi social media is a fucking IBM, kama mlikuwa mjui. They develop instance virtual machine way fucking back in 1960s and 70s, kabla nyinyi wadudu wote hamjazaliwa. Ndo wakaja watu wakasoma literature, wakaelewa this is how you solve the problem. Let's take this idea of instance virtual machine, wakadevelop with the social media application. If you didn't fucking know, now you know. Same apply to the fucking politics. Where is the coalition of leadership, Tanzania? Where is it? You can't do this on your own. Do advantage wanayotumia CCM. Kama hawa kina Kitima wangekuwa nafanya kazi na Chadema, na hawa sijui KKT wanafanya kazi na Chadema, na hawa sijui ACT wako pamoja wanafanya kazi na Chadema, sijui na nani wanafanya kazi na Chadema, pale wote wako pamoja, CCM wasingetoka. They divided and ruled them, all of them. Sasa hii coalition of leadership kwangu mimi wameachiwa nani? Wananchi to take over. Hii coalition of leadership wameachiwa wananchi ambao ni majority. Wako wengi kushinda jeshi la polisi Tanzania, wako wengi kushinda jeshi la wananchi wa Tanzania. Tanzania wako wengi kushinda wanachama wa CCM, wengi wanaopigania haki. Lakini sasa wataiform vipi wakati kuna watu ambao sisi tuliwa-identify kwamba these people are the leaders. Wana hizi wazungu wanasema impeccable characters kama kweli za kuweza kutuongoza sisi ili tuconvince sisi to followers wao. Where are they?
these leaders. Na majukumu wamewachiwa Gen Z. Wanategeana. Lissu alizungumza hivyo, tusitegeane. Mimi I commend karibia kila mtu ambaye anakuja Clubhouse hapa anaongea. I'm very very pleased na Watanzania. At least tumemove the needle. One needle, tumemove only one needle katika kipindi cha miaka 6 nenda sasa hivi. Tunaongea kidogo. We are just all over, lakini hatuko katika ule mpangilio. Saa ingine watu watakuja hapa na demand what is the way forward. Mimi na nyamaza kakimya. Kwani tulikuwa tupo katika debate au tuko katika discussion au tulikuwa tunafanya tu dialogue? What is the solution? Mtu anakuja kuuliza hiyo. Topic hiyo hapo juu. Kwa hiyo sasa hivi vitu tumemove needle kidogo tu. Na la mwisho, ngojeni niwaambie la mwisho. Alafu nitaacha mtu mwingine aongee. Ni hii tarehe 7 hiyo hapo Tanzania, ambapo sasa inaenda tarehe 8. Kabla ya kusimama uwepo wa mapolisi katika kila kona Tanzania, na kutokuonekana kwa watu na shughuli karibia zote kufungwa Tanzania tarehe 7 mwezi wa 7, kama kweli na kutokuwepo na watu wengi 7 kona zote walikuwa unasema kona za miji. Mfano kwa Dar es Salaam alikuwa kona zote za muungano barabara, na kona muhimu ilikuwa ni wanajeshi wa WPZ. Very good Mjahidi kwa kuhakiki hiyo. Very very good. Ni mafanikio makubwa kweli ya sisi hapa. Tumeweza kusimamisha shughuli za kiuchumi Tanzania, aidha watake wasitake, na tutaendelea kufanya hivyo. Na kuna impact kubwa sana tukiweza kufanya tena kwa mara ya pili. Imagine hivi, yale magari tu kwanza yanavyounguruma, yanaunguza, si tunaita huku gasoline, ni Tanzania mnaita petrol au diesel. It's fucking cost a lot of money on those fucking shit. Alafu pili, hawa askari wao tunawa overwork. Tumefanikiwa kweli, nyinyi hamjui. Hii kusimamisha shughuli zote hizi, biashara Kariakoo zimefungwa. Sasa tunakuja na awamu ya pili. Nchi haikombolewi kwa siku moja. Wao wako wachache, sisi tuko wengi. Wao hawalali, sisi tunalala. Wao wanaingia hasara economically, sisi tuko sawa. Message sent. Si mlimuona yule mkuu wa mkoa anapayuka anaongea, si nimemwona kwenye clip si ya nini. Na hii inatokea, hatuna coalition of leadership. Imagine tungekuwa na coalition of leadership na coordination pale on ground. Tungeshakuwa tumewa cripple karibia katika kila sehemu. And mimi niko 110% tunakwenda kufanikiwa hiki. Tunakwenda kufanikiwa, watake wasitake. Aluta continua, mapambano yanaendelea. Peace.
Nakushukuru wewe na hiyo input yako kwa kweli, and I think everybody can agree with you kwamba we have a problem with our mindset and nothing more. And once we can figure out how we can all be united in one, like we think as one, we do as one, we act as one, hiyo tu ndio itakuwa the most effective way. Jamani, samani kwa kuingilia. Back to you guys. Chadema wako, nafikiri sikosei, wako wafika milioni 7 au milioni 10. So mshe kusikia zamani wanafika milioni hiyo. Kiongozi wapo alisema wanafika milioni hiyo 7. So katika milioni 7 hawezi kufanya organize yoyote ya pale siku ya mahakama ili kwenda kumgombania yule kiongozi, kwa sababu kama tunavyosema amewekwa pale si kwa kisheria, kaekwa tu kwa kizuluma. Sasa wanachama kibao tu wengi sana, wafika milioni 7 mpaka 10 au ni zaidi ya hiyo, lakini kwa haraka tuweza kwa milioni 7. Sasa wanashindwa vipi kuorganize? Ezuru Tundu Lissu si wa Chadema tu, hata wafuasi tupo wengi tu, kwa sababu hapa wengine walikuja anasema anaitetea Chadema au ni Chadema, lakini wengine ni kafu hapa, kafu ya Maalim Seif marehemu atoko Chadema, lakini sisi tunampenda Tundu Lissu. Sasa hilo ndio swali langu, vipi wamejipanga vipi wao wanachama wengi sana, lakini wasiwe wale wanachama tu kwa kuleka sawa tu. Swali langu, wasiwe wale wanachama tu ambao wanataka wabunge tu, kwa sababu sisi wananchi sasa hivi hatuangalii chama, tunaangalia nchi, sio chama tena yani. Kwa sababu mambo ya chama tumeangalia, ile tumwangalie mtu kama Katambi. Yule Katambi alikuwa Chadema, kaja kutafuta maarufu Chadema, baada ya kupata maarufu tu kenda CCM. Leo ni waziri, anaongea utumbo mtupu tu. Kwa hiyo viongozi wengine wa Chadema ndio maana sasa hivi kuna hii club house mpaka sasa hivi toka asubuhi kule na mpaka sasa hivi watu wamejaa hapa, sababu watu wako serious na hii nchi, sio hako serious na mambo ya chama. Mimi Chadema, mimi CCM, mimi nani, sasa tuko serious na nchi, kwa sababu tunajua nchi imetekwa na maharamia. Kwa hiyo wamejiorganize vipi wao wana wa Chadema milioni kadhaa ili kuweza kumtetea huyu kiongozi wetu? Hilo ndio swali langu, alafu kama nitaendelea kidogo hapo, kwanza nataka nijibiwe kwanza. Ngoja mimi nikusaidie kidogo kama mtaruhusiwa. Na hii ndio makosa ambayo huwa tunayafanya siku zote, kusema mtafanya nini. Hiyo ndio aliyozungumzia Bishop, paradigm shift. Hiyo ndio nilichozungumzia kwamba tumekuwa condition kufikiria kwamba leadership it starts with somebody, yani inaanza na fulani. Na ndio maana anasema urafiki wetu na muunganiko wetu sisi na Chadema ni ule wa mama na mtoto, tumeunganishwa kwenye kitovu. Yes, ni watu wawili tofauti, lakini ni watu wenye damu moja. Sisi mimi nitashawishi vipi kila mtu anayeangalia hili kwamba ana mawazo gani ya kuweza kutuvusha kwenda mbele. Leadership hii haitatoka kwa Obadi au haitatoka kwa Heche au Mnyika, itatoka kwetu sisi. Kama sisi hapa Sauti ya Tanzania tukiweza kubadilisha fikra zetu kwamba we are in this together, we will think together, we will rise together, na kwamba mchango wetu sisi ni upe, sio katika put a blame. Na tunaposema, na kama unavyosema wana Chadema, you are right, ni kwamba mimi nashawishi nini wana Chadema cha kufanya, na washawishi vipi mwana Chadema anisikilize na yeye kusema hili ni wazo zuri, au alichukua asema naliboresha vipi. Ndio maana tunasubiriana ile kutegeana, kuna watu wa kuanzisha alafu mimi nitaunga tena, and that's
lazima tuibadilishe. Ndiyo tumekuwa condition miaka nenda miaka rudi kwamba kuna kiongozi ataleta mabadiliko, kuna kiongozi wa wilaya atatuletea pesa ya kujenga vyoo, ya kuchimba vyoo vya mashimo ili watoto wetu waende kujisaidia. Kuna kiongozi ataleta fedha watoto walime, yani kujilimia hata kishamba kidogo kwa ajili ya kupanda mahindi wanywe uji shuleni. Hatuna pesa, lakini wazazi wako pale. Kwa sababu gani? Wanamsubiri kiongozi wa wilaya aje kushawishi kwamba sisi hatuna mawazo. Sijui kama nimekusaidia. Kwa hiyo sio swala la wanachadema, ni swala letu sote, lakini sisi hapa tunawashawishi nini wanachadema ili wauone mtazamo wetu. Mimi nimerudisha mic. Asante, shukrani sana kaka Ofa. Kama unaweza kuendelea kuuliza au una maoni ndugu yangu, wewe chukua maiki tuende kazi baba. Okay, nimekuelewa vizuri sana, lakini maana kuuliza hili swali, jibu ni zuri, tunashukuru, lakini maana kuuliza ni kwamba hawa vyama vya upinzani hawa mara nyingi wanakuja kwenye hivi vyama ili kuja kutafuta jukwaa la kuweza kupata maisha yao, lakini sisi wengine hatuji hapa kutafuta maarufu au kutafuta yani tuchaguliwe, hata siju tujulikane, hata tupewe mjumbe wa nyumba 10, hatutafuti huo tu. Kubwa tunaangalia tu nchi na kosa kubwa sana, ni kosa kubwa sana kuwaponda kama kina Heche, ni kosa kubwa sana, ni kosa kubwa sana. Hebu jiangalie. Sijawaponda, mbona naanza kuingiliwa. Sijamponda mtu hapa, maybe ilikuwa sifahamiki. Sijamponda mtu. Kama Heche kazi anayofanya ni kubwa sana. Mimi naelewa, hiyo naelewa. Kama malizie na hata najua pia hakuna mkamilifu duniani, na Heche pia ana makosa yake vile vile. Hapa tunarekebishana na kuangalia mapungufu ili tuweze kwenda mbele. Kama endelea. Ngozi kama Heche kama anakosea mtumeni message, so mponde hapa, anapambana sana. Basi mimi unaelewa maana ya sauti ya Tanzania. Ngoja nisaidie kidogo. Dada yangu, hii ndio mind shift ambayo mimi nataka wewe ubadilike nayo. Yes, mimi na wewe tunaamini chama pekee cha upinzani ni Chadema. Mtu anapozungumza watu wa vyama vya upinzani, wewe unafikiria inasemwa Chadema, na sio inasemwa Chadema, anaambiwa viongozi, anasemwa Mnyika, anasemwa Lissu. Hiyo ndio paradigm shift. Wewe na mimi dada yangu tubadilike, kwamba tunapozungumzia Chadema hatum sideline kiongozi. Hiyo responsibility hata wewe unayo, na ndio maana mimi nimemjibu kama nilivyomjibu. Sio swala la wana Chadema. Chadema haitanufaika pekee kwa mabadiliko ya nchi hii, ni sisi sote, wewe na mimi tutabadilika. Na tutabadilika vipi? Kwa kudemand au kutaka mambo fulani yafanyike. Na nilitumia mfano, hata Obadi ana uwezo kufanya na kuleta mabadiliko katika ngazi anayoiongoza. Na Obadi, mimi I have a lot of respect kwake. Akasema ni kweli kuna mambo ambayo inabidi tuanze kubadilika, kwa sababu wote sisi tumekwama kwenye mindset ya mapenzi yetu kwamba tunakipenda sana Chadema. Kwa hiyo ukikitaja Chadema unamsema kiongozi wetu mahiri Heche, kwa sababu unajitoa kwamba mimi sina uwezo wa kuimpact change ndani ya Chadema, bali Heche ndio mwenye uwezo wa kuimpact change. We have to change that mindset, dada. Mimi sijasikia hapa akimsema Heche, ila
correct kwamba responsibility siyo ya Chadema, responsibility ni ya sisi sote. Tunawashawishi vipi wanachadema? Na ninaposema Chadema sio viongozi, kwa sababu ukianza kuona viongozi wewe unajitoa. Hiyo responsibility ina lie kwako wewe, kwangu mimi. Ndio maana nimetoa mfano kijijini, watoto wanaenda kunywa porini, watu wanasubiri hela kutoka serikalini wachimbe vyoo, wakati wana majembe, wana sururu, kuna magogo ya kuweza kuchimba mashimo na kuwezeka kwa makuti, na watoto wakaenda kujisaidia sehemu salama. Is a mind shift ambayo tunahitajika tuibadilishe sisi sote, na kazi ambayo wewe na mimi ambayo angalau kidogo tuna ule kamtazamo uliofunguka ni kuwashawishi wa Tanzania wenzetu pesa sio za mama, na it goes both ways. Kwa hiyo tunapozungumzia vyama vya upinzani, tunapoizungumzia Chadema, hatulaumu kiongozi. Usijitoe kwenye that responsibility, ni ya kwako wewe na mimi na everyone. Tuwe tunawasikiliza watu, kwa sababu najua kuna ile trigger words, na kuna wengine wazuri kuchokoza ile trigger words ili watu wachukie, lakini sikiliza mtu anajaribu kusema kitu gani ili nimuelewe, either niboreshe au niongezee. Narudisha mic. Naweza kuendelea. Endelea kama kidogo tu, mimi simuongezea hivyo, ni kidogo tu, natia mboga tu, ugali ushapikwa na kinatia mboga tu ili tuweze kula. Lakini maana point yangu hasa kidogo naona mmetolewa kwenye nini, kwenye njia, lakini anyway ni mimi nikitaka kuja kuzungumzia kuhusu haya maandamano tuliowafanya leo, ndio kwa point yangu nzuri sana. Haya maandamano nataka nimpe 2 seconds sote tuliokuwa hapa aseme kama hatujafanikiwa. Ama maandamano tumefanikiwa kwa 150 au 200 tumefanikiwa. Sasa na kama mtu wote ambaye anasema kama hatujafanikiwa, comment huko chini, au natoa second mtu aongee kitu chochote, second tuongee kama hatujafanikiwa, alafu ndo tutafafanua. Kwa hiyo tusivunjike moyo. Watu wengi naona wamevunjika moyo, lakini mimi kwa utazamo wangu tumefanikiwa kwa 1% kubwa sana, kwa sababu ni siku ambayo ingekuwa ina 77 ina CCM wana ramshe nyingi tu, lakini tumezizuia. Tumewapa kazi mapolisi wafanye kazi yao kutulinda sisi wananchi, na kweli wametulinda. Lakini nilipokuja kutaka kuzungumzia vyama vya siasa vina majukumu, sisi wananchi tuna majukumu kubwa, kwa sababu hivyo vyama vya siasa sisi wananchi ndo tunavisapoti. Lakini ukiangalia tunavisapoti, sisi wengine tunasapoti vyama kwa lengo kwamba kuiweka nchi katika mfumo mzuri. Hatusapoti vyama kwamba tuna malengo. Ndio maana kuna dada alikuja hapa alimzungumzia, usimseme mimi simsemi najua anafanya kazi. Juzi tu akitaka kuuliwa yeye, kakosekana, kauliwa dereva wake. Yote ni na mwenye kasema wako katika kazi ya kuriski. Lakini hizi riski wanazozifanya ndo kaka zetu kina sawa, baba zetu kina Tundu Lissu wanafanya jela, au leo huyu kuriski maisha yake ni nani? Jizungumze, kuna watu wametoka sehemu nyingine wamekuja kuiongoza hii Tanzania. Ndio maana leo ndugu zetu wanakufa. Tujiulizeni kwanza. Nimechanganya vitu kidogo, sababu nimechanganya kuhusu maandamano. Maandamano nimemaliza kutokana na kwamba maandamano yanaendelea. Hii 77, 88, 99, 10. Tunatafuta chansi tu ya kuweza tuwashike wapi. Na siku tunawakuja kuwashika, ujue ndio hawatoki tena. Kwa sababu kwanza hawatoki, tushajua kama hawa hapa tukiwaachia kidogo tu inabidi na nafasi hatuipati tena. Kwa hiyo tumeshinda kwa 1% kubwa kwenye maandamano. Kuna maana nazungumza kuhusu siasa kidogo hapa.
ni kwamba kuna, kama nilivyosema mwanzo, kuna watu wanakuja wanapambana na wananchi, halafu baadaye wanatoka wanaenda CCM, ambacho hicho chama kimetuzulumu sisi. Ni kwamba kule anaenda anatafuta cheo. Kwa hiyo sisi wananchi ndio wakushikamana kuitoa hii CCM madarakani. Lakini ukiangalia kuna chama chenye nguvu pinzani, chama kama Chadema kina wanachama wengi. Sasa hawa wanachama wengi sio wakae tu kwa lengo mtu wa kuja kutafuta mwenyekiti. Hiyo ndio pointi yangu. Yaani atufanyeni kazi. Nyinyi viongozi ambao mko kwenye kadi mnatafuta uongozi wa kuingia kwenye kutawala hii nchi, na sisi wananchi wenye mapenzi ya hii nchi tuungane, tuweze kuweka nchi sawa. Lakini leo unakuja unapambania tu, hatukuoni juhudi zako, kwa sababu ukiangalia chama kama Chadema kina wanafuasi wengi, kina wanachama wengi, lakini leo pale mahakamani wengi ukiangalia pale ni wafuasi, sio wenye kadi yani ya Chadema. Sasa hao wenye kadi ya Chadema ambao wako kwenye ngazi zao, hao walikuwa watoke, ndio wao ndio waonyeshe mfano, sisi wananchi ndio tuwafuate. Hiyo ndio ilikuwa pointi yangu, kwa sababu kama sasa hivi chama kimefungiwa. Sasa kama kimefungiwa na kimefungiwa tu kwa kwamba kuna mtu mmoja tu katika amua tu nafungia vyama vya siasa, na kweli vimefungiwa. Sasa hizi kauli tutaweza kuzipapatua vipi, au mnaweza kuleta changamoto gani sisi wananchi tukaweza kushirikiana na nyinyi vyama vya pinzani, ambacho chama chenye nguvu na kizungumzia ni Chadema, kwa sababu siku zote mcheza kwao hutunzwa. Chama ndio chama pendwa yani kwa Tanganyika. Kwa huku Zanzibar ni ACT, lakini ACT tunajua sisi tuna mnafiki Zitto Kabwe. Sasa tukizungumza tunasema ukweli hapa. Tuna mnafiki mzee kuna mzee wa ruksa na mzee wa fursa. Zitto ni mzee wa fursa. Sasa fursa zake tunazifahamu. Kwa hiyo hichi chama pendwa sasa wataunganisha vipi nguvu? Wao kajitokeza kwa wengi kwa sababu wao ndo wenye chama. Sisi wafuasi ndo tunafuata tu. Kwa hiyo ndio ilikuwa swali la kuuliza na kuweza kuichambua ili kuweza kushirikiana na sisi wananchi tukawa pamoja tukaweza kuiondosha hichi chama hichi. Bila ya hivyo basi itakuwa kila siku ni kelele tu, kutokana na kwamba sisi wananchi tuko wengi lakini hatuna nguvu. Nikombe hatuna nguvu, tunataka uongozi kwa sababu hatuweki kitu chochote, ni uongozi, ni direction. Sasa bila kupata maelekezo ya direction, mfano kuna mtu alikuja kuzungumzia hapo nyuma Maalim Seif alipokuwa na nyima uchaguzi, alikuwa anatoa kauli, anasema kauli anatoa jamani kuanzia leo, na kwa mfano alikuwa anatoa kwa vitendo, na kile ili neno kurudia sio mbaya kurudia kitu. Kwenye mazishi ya Abdul Jumbe, huyo alifungiwa Kigamboni miaka 30 na Nyerere, ndio anaitwa Abdul Jumbe, Abdul Wakili kama msikose, Abdul Jumbe nafikiri. Huyu mazishi yake hii karibuni tu miaka iliyopita tu kama kadhaa tu iliyopita, ndani ya mazishi, ndani ya kamera alinyima mkono rais wa Zanzibar. Kipindi hicho alikuwa dokta, huyo wanajiita dokta, sijui kama ni dokta kweli au vipi, lakini la natuvua yeye yuko hai, na nafikiri kama anisikii familia yake ananisikia, hii tutamlani mpaka anaingia kaburini. Shein Mohamed Ali Shein, lanatullahi, huyu yupo duniani, tunaanza kumlaani kama tunavyomlaani Nyerere, na tutaenda kumlaani mpaka anaingia kaburini. Na naongea hivyo sio kwa sababu na mabaya yao. Huyu ndio alimfanya Jecha kufuta uchaguzi wa 2015. Huyu Ali Mohamed Shein huyu. Sasa tukianza kwenda na kisiasa hizi siasa za kwamba wewe unakuja tu ili upate cheo, uwe mbunge, uwe mwenyekiti, uwe, itakuwa hatwendi. Twende na siasa za kujitolea sisi nyinyi viongozi na raia tuweze kupambana, kwa sababu hichi chama cha CCM kimejiwekea ulinzi kila sehemu, yani kila sehemu, kwa sababu ukiangalia katiba ndio ilifanya hivyo, wawe na ulinzi kila sehemu. Kwa hiyo tusife moyo, maandamano yanaendelea, na kama kuna kitu cha kukifanya kianze mapema, kwa sababu kuna mtu alizungumza hapa, alikuja kuzungumzia, nafikiri ni Reberatus Mang'ombe kama sikosei, alikuja kuzungumzia kama tuna Afcon.
kama tuna AFCON hii, tusisubiri AFCON hii, tunawapiga moto hapa, yani mchuzi wa mbwa na nyoo kwa moto. Hiyo AFCON kama tutakuja kuikuta, basi iwe ishapapilishwa mapema, kwa sababu publish inafanyika Kenya na nafikiri Tanzania na Kenya na nchi nyingine, sikosei kama ni Uganda au Burundi, sijui inapofanyika. Kama tunaanza publish, unajua Kenya wenyewe wameandamana leo, lakini sema polisi wao wamewashika rada mapema. Yani ile rada zao wameshika mapema alfajiri, wamezuia mabasi asije mjini kwa watu wa kwanza kuyaweza kuingia city center, na wamezuia kila kona. Kwa hiyo hawa tukashirikiana nao, basi hakikisha hii yote East Africa tutapata viongozi ambao tunawataka sisi wananchi. Nafikiri ni hayo, tunasikiliza wenzangu, nikipata la kuongea nitaomba mic kama nitapewa. Asanteni sana. Shukrani sana kaka Kama, asante sana kwa mawazo yako. Naona kuna tu na ndio kaka Ruge. Naona kuna mtu nilikuwa nafikiri umenipa kwani? Yeah, nilikuwa nimeona umeblink mic, manake kulikuwa kuna watu wawili wamepanda juu, nilikuwa nataka niwaambie kama wangependa kuongea wanaweza kablink, ila naona ulikuwa umeblink, nadhani ulikuwa umerudi labda kuunganisha ile mada yako ambao ulisema unarudi kupiga nondo yako au ndo? Yes, ameondoka Libya, lakini hao wengine wapo. Na hawa jamani wa Texas huko hawalalagi mapema. Lakini kwanza kidogo kichwa kimeshatulia, na baadaye unajua nimemwaza Mheshimiwa Lissu. Kaona Mheshimiwa Lissu, nikawaza usiku tuliosherekea tukalewa baada ya kuchaguliwa. Nikarudi nikawaza nyuma kabisa. Kazi tuliyofanya ilikuwa ni kubwa, na Mheshimiwa Lissu bado yuko gerezani. Kurudi nyuma na kusema kwamba tume give up itakuwa ni kosa yani ni kosa ambalo mbinguni, hata mbinguni Mungu anaweza kukuhukumu. As long as CCM bado wako madarakani, na as long as bado Mdude hajapatikana, Humphrey Polepole hajapatikana, na sisi hatutaweka panga ama hatutaweka silaha zetu chini. Yani ngoja tuweke sawa hiyo. Na nimetoka kuongea huko na vijana wa Gen Z wanasherehekea kabisa kilichotokea leo. Kwamba wamepiga hatua kubwa sana, na nitaelezea wanaongea kitu gani walichofurahia. As long as CCM bado yuko madarakani, as long as bado utekaji unaendelea, as long as bado hatujawapata watu wote waliopotea, na sisi tutaendelea na kazi tunayoifanya, maana ni kazi iliyotukuka, ni kazi ya kimungu. Mrekodi vizuri kweli kweli. As long as bado tunamuona muuaji bado yupo, tunamuona yule pale, na sisi tutaendelea na kazi yetu ambayo Mungu ametutuma tufanye. Sisi hatujamuibia mtu yoyote, hatujamfanyia mtu yote kitu. Tampi hakuna mtu hata mmoja